story inakwenda kwa title ya The Origin of Israel. Imetuzalishia vistori vidogo vidogo vingi sana ambavyo ukivisikiliza kwa makini utagundua vinarudi pale pale katika title moja ya The Origin of Israel. Sasa leo nakuletea hadithi ya kiongozi maarufu sana ambaye ametutengenezea kalenda ya mwaka tunayoitumia katika shughuli zetu za kila siku, na si mwingine anaitwa Gaius Julius Caesar. Huyu alikuwa ni kiongozi wa kisiasa na kijeshi wa dola ya Kirumi ambayo ilikuwa inatawala dunia kwa wakati ule, na kuna baadhi ya mataifa ambayo hii dola iliyatawala, mfano Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, Misri, Libya na baadhi ya mataifa mengine ambayo niliwahi kuyataja katika story fulani hivi niliyoisimulia huko nyuma. Sasa unaambiwa zamani, kabla huyu Gaius hajawaita wataalamu wakakaa chini na kuanza kuseti tarehe na miezi, ambayo utakuta kuna baadhi ya miezi na siku 30 na mwingine na siku 31, unaambiwa walikuwa wanatumia kuhesabu vipindi vya mwaka kwa kufuata yale majira ya mwaka kama vile kiangazi, kipupwe, masika, vuli na kipindi cha mavuno, na watu walikuwa wanalipa kodi hasa kipindi cha mavuno. Sasa unaambiwa Kaisari huyu Gaius alitaka kutengeneza mfumo fulani hivi ambao watu walitakiwa kulipa kodi kwa kipindi fulani, ndipo akawaita wataalamu na wakaoketishwa chini, wakaseti hizi tarehe na miezi na mwaka ili waweze kuhakikisha kwamba watu wananyonywa vizuri katika kulipa kodi. Sasa unaambiwa huyu kiongozi bwana alikuwa ni maarufu sana pale katika dola ya Kirumi. Lakini sasa tukiachana na kwamba dola ya Kirumi ilishika kasi katika dunia, unaambiwa kulikuwa kuna dola zingine ambazo zilikuwa ni maarufu sana. Nilisimulia katika story ya nyuma, kulikuwa kuna dola ya Babeli ambayo iliwahi kwenda kuwasomba wana wa Israel na kuwapeleka katika ardhi yao ya Babeli na kuwatawala. Lakini pia kulikuwa kuna dola ya Uamedi na Uajemi ambayo iliwahi kwenda kupigana na dola ya Babeli na kuishinda. Na unaambiwa hii dola ya Uamedi na Uajemi ambayo ilikuwa chini ya mfalme alikuwa anaitwa Koresh, ilikuwa ni tajiri sana, na ilikuwa unaambiwa Koresh alikuwa ni mbabe sana, yani alifuta Babeli katika historia ya dola ambazo zilikuwa ni za kibabe. Sasa ikabaki hii moja ambayo ni dola ya Kirumi ambayo iliendelea kushika kasi duniani na kujikuta ikisambaza tamaduni na mila zake katika baadhi ya mataifa. Na kama uamini kwamba sisi tunatumia utamaduni na baadhi ya mila za watu wa Rumi, utaelewa kwamba hata kwenye kuorodhesha vitu, hata katika kwenye kutaja namba tunatumia nambari za Kirumi, na hata katika baadhi ya masomo tunasoma zile nambari za Kirumi. Huamini kwamba dola ya Kirumi ndio ilishika kasi katika dunia? Nafikiri ushaelewa kwamba hii dola bana ilikuwa ni tata sana. Sasa unaambiwa huyu Caesar baada ya kufa, watu wa Roma walilia sana na wakaamua kumfanya kama ndo mungu wao. Wakaamua kutengeneza mungu anayeitwa Gaius Julius Caesar. Lakini pia hawakusita, wakaamua katika mwezi wa 7, mwezi wa Julai, waupe jina la Julius, kwa sababu unaambiwa huu mwezi ulikuwa na jina la Kirumi lingine, ila ilipofika baada ya muda fulani, baada ya huyu Caesar kufa, wakaamua kuupa mwezi wa 7 jina la Julai au Julii, kwa kumpa heshima huyu kiongozi ambaye alileta mapinduzi makubwa ya kisiasa na kiuchumi pale Roma, katika jimbo la Roma. Sasa unaambiwa kuna baadhi ya viongozi wengine ambao walikuja kushika madaraka wakati fulani, wakaanza kupachika majina yao katika miezi ili kumuiga
huyu kiongozi Gaius Julius Caesar wakitaka umaarufu. Sasa unaambiwa aliyefanikiwa kupachika jina lake na likadumu mpaka sasa hivi tunalitumia, anaitwa Kaisari Agustino. Alikuwa katili sana huyu Kaisari, na aliweza kuupa jina la mwezi wa 8 Agosti, ambao tunaitumia Agosti mpaka sasa hivi, au Agasti, na lilikuwa ni jina lake Agustino. Sasa unaambiwa baadhi ya viongozi wengine wakawa wanatafuta namna ya kuhakikisha kwamba wanaweka historia kupitia kalenda ya mwaka ambayo ilikuwa inatumiwa na mataifa mengi sana duniani ili waweze kusikika, lakini hawakufanikiwa kwa sababu unaambiwa ile miezi, yale majina ni ya Kirumi. Kwa mfano Januari kuna kitu kinamaanisha pale, lakini pia Septemba, Oktoba, Novemba na Disemba pia ni maneno ya Kirumi. Sasa unaambiwa huyu Kaisari Gaius Julius baada ya kufariki alipewa heshima. Lile jina lake la Kaisari lilikuwa ni jina la ukoo, kwa hiyo wakaamua kulichukua na kulifanya ni jina la cheo la kiongozi wa kisiasa na kijeshi wa dola ya Kirumi. Kwa hiyo viongozi wote waliofuata wakawa wanaitwa makaisari. Sasa unaweza kaelewa kwamba katika ardhi ya Israeli ambapo Yesu Kristo alizaliwa, wakati fulani hivi ulikuwa unamsikia sana Yesu akimzungumzia sana Kaisari. Unaambiwa baada ya huyu kiongozi kufariki, viongozi waliofuata wakawa wanaitwa makaisari. Ndio kuna wakati Mafarisayo na Masadukayo walimfuata Yesu wakamuuliza, hivi unafikiriaje hii hali ya sisi watu wa taifa la Israeli kulipa kodi kwa Kaisari? Walikuwa wanataka kusikia maneno ya Yesu atakayoyaongea kama ni ya uchochezi, ili waweze kwenda kumshtaki kwa Kaisari, kiongozi wa dola ya Kirumi aliyekuwa anahakikisha kwamba watu wa Israeli ambao ni Wayahudi wanalipa kodi katika dola yake. Sasa unaweza kuelewa kwamba kumbe Kaisari kilikuwa ni cheo cha kiongozi wa kisiasa na kijeshi, lakini pia kumbe asili yake lilikuwa ni jina la kiongozi ambaye alikuwa ni maarufu sana kwa kutengeneza kalenda ya mwaka ambayo tunaitumia katika shughuli zetu za kila siku. Sasa unaweza kaelewa kwamba kumbe huyu mtu alikuwa maarufu sana. Sasa unaambiwa huyu Kaisari alikuwa ni katili sana mpaka akachaguliwa kuwa dikteta na akaongoza kwa miaka 10 kule Rumi. Lakini sasa unaambiwa bwana, huyu kiongozi kumbe hakuwa na mtoto kabisa, mpaka anakufa hakuwa na mtoto wa kurithi katika kile cheo cha uongozi, kwa sababu fulani hivi ambazo nitazifuatilia kwa wakati mwingine ili nije nikuletee nyuma ya pazia ilikuwaje mpaka hakuwa na mtoto. Lakini unaambiwa kuna mtoto fulani hivi alikuwa anaitwa Octavian wa Cleopatra. Huyu alikuwa ni mpwa, na maanisha mtoto wa dada yake, ndo akaamua kumrithisha yale madaraka. Lakini sasa unaambiwa huyu Augusti ambaye ndo Octavian hakuwa mtu wa Roma, alikuwa ni wa taifa jingine. Ila sasa kwa sababu ndo aliamua kumrithisha awe mrithi wake, akajikuta tayari amekuwa Kaisari pale, na yeye alikuwa ni katili sana. Akaamua kuweka jina lake katika mwezi wa 8 ili akumbukwe. Yani kwa wale ambao wamesoma katika shule, kuna mahali unaweza kukuta kuna wale wanafunzi wakorofi sana huwa wanaenda kuchora katika kuta, anaandika akumbukwe fulani, yani anaandika jina lake kwenye ukuta, anasema akumbukwe fulani. Sasa unaweza kaelewa kwamba hawa viongozi wawili walitaka kukumbukwa sana. Wakaamua kwenda katika miezi, wakatoa yale majina ya Kirumi, wakaweka majina yao ili waweze kukumbukwa. Sasa utaelewa kwamba unaona mpaka sasa hivi tunawakumbuka katika mwezi wa 7, mwezi wa Julai tunamkumbuka huyu Gaius Julius Caesar, lakini pia mwezi wa Agosti ambao ni mwezi wa 8 tunamkumbuka huyu Kaisari Agustino. Sasa unaweza kuelewa kwamba hawa viongozi walikuwa wanapenda sifa sana. Lakini sasa unaambiwa hii dola ya Kirumi ilitawala mataifa mengi sana na ilifanya uasi mkubwa sana, na ilikuwa ikienda kushika baadhi ya mataifa inayabadilisha jina. Kwa mfano ikija hapa Tanzania inakupa jina la Kirumi. Sasa ilipofika pale Ufaransa ikawabadilishia jina, wakawaita jimbo likaitwa